to fix. Lakini kuna watoto pale kwa hiyo ndoa ambao wanaangamia. Kama hauendelei vizuri, those kids they are not feeling well. Na hapo wanatoka kama wamekuwa defiled. Watoto wengine si ati wanatoka wanaenda kwa jirani ama kwa ukoo ama kwa waganga ama kwa agents wa shetani Millicent, wengine wanakuwa initiated right inside their houses na wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na vitu ambazo zinafanyika. So niliona ni vyema tuongee kuhusu watoto wetu. Millicent aliposimama pia on last Thursday, bado alipeleka hiyo ujumbe. Na wakati alipewa nafasi, alijaribu kufix ile apate, kwa sababu hii church yetu by the way, sisi tupewangi message ya kukuja kuhubiri. Hakuna mtu anakaa ukiambiwa endesha mkutano, wewe unaomba Mungu, roho wa Bwana inakuongoza. So wakati alipewa chance ya kufundisha on Sunday, Mungu pia bado alinena tu na yeye kuhusu nini? Watoto. Bwana Yesu asifiwe. Na tuligundua chanzo kubwa cha watoto kuharibika inatokana na wazazi. Chanzo kubwa, percentage kubwa, wazazi. We are ignoring. Watu wanajifanya, tuko very busy, tuna build empires ambazo zitakuja kuanguka. Tuko busy kuinua biashara ambayo at the end of the day hata watoto wetu hawezi inherit. Tunajifanya tuko busy, ati unarudi kwa nyumba jioni, unapata mtoto ashalala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizo zote zitaanguka. Kama tuko kwa this generation ambayo ni wale ambao wanachomwa na asili, je, hapa mbele kutakuwa na generation gani? Tutakuwa na kina nani hapa mbele Millicent? Bwana Yesu asifiwe. Na wazazi ambao watoto wao bado wako maybe grade 6, niseme hii grade ya Jenny kirudi chini na do work hard. Ngangana na mtoto. Peleka mtoto vizuri. Millicent, this is the time. Kuna kazi ya kutengeneza huyu mtoto. Kuna age ikifika kama Chris, kama Nelly pia sahi. Nelly sahi kuna pali amemea. Yenye unajaribu kukunja na kuna pali huwezi fika. Bwana Yesu asifiwe. Kendi hao wako bado wako sawa. Unaweza fanya hivi, unaweza nyorosha, unaweza rudisha nyuma, unaweza fanya hivi. Lakini here comes Geoffrey. Here comes Chris. Here comes Gavin. If not grace, si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. So wale ambako kwako kwa hiyo, please usilale. Pata kazi, fanya kazi, lakini please angalia mtoto. Do away with vitu ambazo ni mbaya kwa this is the time Millicent, I'm telling you out of experience. Bwana Yesu asifiwe. So kuna zile zinakuwa kwa generation inherited. Mtoto anatoka kama tayari ame-inherit kitu mbaya kwa jamii. Kuna ile inatoka kama wamekuwa initiated. Lakini kunaye Mungu ambaye anaweza yote. That's why tumesema ni vyema pale umefika na watoto wako ni sawa. Ni mzuri, watoto wako sawa, tunashukuru Mungu. Kuna rebellion ndani yake, kuna kitu mbaya ndani yake, tunashukuru Mungu kwa sababu tuko hapa ili tupate kufix. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mara tunasemanga wakati kuna baraka hapa haiwezi kosekana kukua ya kwamba kuna mamioyo ambao zinataka kuharibu hiyo baraka. Bwana Yesu asifiwe. But most of us siku hizi, and I hope wale watafundisha watoto usiku, nataka vile nafundisha hivi ndio uende ufundishe. Kama wewe ndio utakuwa kwa hiyo idara, please photocopy and paste. Photocopy and paste. Kwa sababu vile ilivyo hivi ndio nataka ikue tena usiku. Ifike Judith naona amefurahia. Kwa sababu kunaye ule amewacha atakuja usiku. Atabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Copy and paste. Ili wale watakuja usiku pia wapate kubarikiwa. Watoto ni blessings. But me I see kwa hii church tumefundishwa sana, ambapo hata mtu anapotaka kuanza biashara anakuja kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Biashara inapo yumba tunarudi tunasema biashara yangu iendelee vizuri. Lakini hatujatilia manani kwa watoto, na watoto ndio investment ambayo imeshinda hata biashara yako. Mtoto ni very baraka ambayo ni ya maana sana kushinda hata kazi ambayo unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Because this one is your lineage. Ina maana ikiuawa, mimi saa hii adui akuje akate Chris, akate Gabe, Seli na Fei, God forbid, I'm praying haitafanyika katika jina la Yesu. So where is my lineage? Si mimi nimeisha hapo ndio nimefika.
lakini biashara unaweza pata pesa nyingine ufungue. So gani katikati ya biashara na watoto gani inafaa iangaliwe vizuri? Watoto. Bwana Yesu asifiwe. Watoto tunafaa tutilie manani kuhusu watoto. Wazazi tusikue busy kiwango ya kwamba hatutaki kuangalia watoto. Bwana Yesu asifiwe. Juzi wazazi wamekuwa very rebellious. Wazazi sasa sisi ndio tunatransfer hii rebellion kwa watoto. Kwa sababu tumekuwa very harsh. Most of us tuko hapa, mimi nakuambia na kujua mtoto wako niko na siri yake ama jirani yako na siri yake na wewe huna. Kile unafikiria ni yeye, si yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wewe. And it is not right. Kama tumeokoka, those still tunafaa tukae na hao pamoja. Tunafaa tuwafunike. Tunafaa tuangalie. Tunafaa tujue ni nini inafanyika. Mtoto, hakuna vile mtoto wako msichana anataka kukuwa rafiki na baba yake kukuliko na wewe ni mama. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile mtoto wako kijana anataka kushikana na baba yake kukuliko. Mama, father is the head. Sio kweli? Head inaanzia wapi? Hebu shika head yako. Head inaanza na wapi? Head inaanza wapi? Shika. Anza pale head inaanza. Na hiyo pati imebaki ni wapi? Ni kubwa. So, how comes unataka hapa tu ibebe watoto wako wote? How comes? So unaona kuna kitu inaharibika ele. Ati hapa tu umfeed na bills, school fees, chakula, watoto. Hadi wewe mwenyewe ni mizigo hapo huku. What is your part in this nini? Kazi yako ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. So kazi zingine, that is why hata Mungu alijua, hata jamii ukoo wanajua vizuri nyumba ya Viki inapoharibika au utasikia jina ya Victor imetajwa na itawaitajwa. Kwa sababu wakati wanakuja pale wanauliza Helen amekula, wamevaa, and they don't care even kama wewe ndio ulivaa ununua hiyo nguo. Umekula, umevaa, nyumba imelipwa, wameenda shule na watoto wanaharibika. Makosa ni ya nani? Ya mama. Bwana Yesu asifiwe. They are the head. And most of the time I feel for those gender wako na kazi mingi. Wakati mwingine mimi nashukuru Mungu kwa kukua mama. Sometimes najiweka kwa hiyo shoes, naona ya kwamba mimi nimekataa watoto wangu kukua na relationship. I want them to be happy. Nataka wapendane na baba wao, lakini kuna vile sitaki aende sana na watoto. Kuna limit inafaa ifike. Bwana Yesu asifiwe. Because ikienda sana, Godliver alitufundisha, unakuta mtoto anaenda kukula nyama choma kwa mbao kwa hoteli. Imekatwa hivi, ashaanza kujua kukula kachumbari. Wewe unaweza mpeleka kukula hiyo? Wewe unaweza? Na alafu watoto wanapenda. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa na baba, tumefanyiwa ABCD. Lakini wewe ni mama ambao umeokoka. Kuna some things unafaa uinstill ndani ya watoto, hata kuenda nao wao sio mbaya. Lakini mimi najua nita control. That is me. Wataenda watembea na baba yao, watafurahishwa Millicent, but I will be there meditating. Hallelujah. Wewe unafikiria wakati shetani aliona wale watumishi wanaenda pale na Ayubu, alikuwa wapi? Alinyemelea hapo katikati. And that is you. Wewe unafaa unyemelee everywhere. Kuna mtoto, kuna mzazi akisha release mtoto ameenda kwa guka, hataki kufuatilia. Ati ameenda kutembelea anti sleep over. Haujui ni nini inafanyika pale. Hujui the foundation ambayo iko pale. Bwana Yesu asifiwe. And then at the end of the day unashtuka mtoto ameanza kukua na tabia ambayo haujui. Na hii tabia imepandwa kwa nyuma yako, imemwagiliwa maji kwa nyuma yako, imetoka kwa... Kama unaona tu unabeba Biblia ya Yesu na unatumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi, let us come up. Do you know the suffering you are suffering, hata kama wewe ni mama hapa, you are suffering kwa sababu ya mtoto ambaye hakutengenezwa. Mtoto ambayo mzazi yako weka vizuri. Kuna baadhi za watoto umekutana na the likes of bwana yako ambaye alianza kuendesha baiskeli akiendea Omene ili aende shule. Mzazi alikuwa wapi? Ina maana mzazi hakukua kwa picha,
alistruggle kukuja. Unapopata mtu unaona mtu ambaye ako very bitter, ako na anga, anataka ishi na yeye, anakupiga kwa sababu kuna kitu iko ndani yake ambaye haifai. Hakukuwa na mtu ambaye amsaidia. At the age of small age, mtu ameanza kujua ya kwamba yeye ndiye anafaa afeed watoto wao huku nyuma. Ati yeye asipotoka aende alime, asipotoka aende alete omena auze, watoto wao watalala njaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao ndio wanaume tulikuja kupata. Hata kama umepata Yesu bado itakuwa ngumu. Bado lazima utakuwa patient mile. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye amefundisha watu wa nyuma yake, alafu pia umekuja kama bibi, unataka vitu zikuwe sawa, it will not work. That is why sisi wazazi ambao Mungu ametufungulia mawazo, tumejua Mungu, tunafaa tulee watoto wetu kwa njia ambayo ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vita ambayo unapiga kwa nyuma yako ni mzazi, ni mtoto ambaye hakulelewa vizuri. Vile wewe una behave, kuna rebellion, kuna kitu ilipandwa ndani yako yenye haukukuwa na mtu ambaye alingeweza kukaa na wewe chini akusaidie. Sasa wewe umegaga tu, umefika pale umefika. So ni ngumu sana ili hiyo kitu ikutoke. Itakuwa kupenda kwako. Bwana Yesu asifiwe. Vita ambayo iko kwa nyuma yako sio usiati umependa. Ile utakaa na wale watoto Millicent kuamuja pale, you are making their future. And the moment you are making their future, you are making the generation to come. In gitichi maduong. Moloyo kata wewe. Wale ambao wana handle anataka come up kwa sababu mko na kazi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is a very very big ministry ambayo unafaa ukitembea ukiamuka umbie Mungu, to God, what am I going to tell those children today? How am I going to shape them? Hapo ndio unafaa unawamenta. Hapo ndio utapata mtoto ambayo anaanza kuchaka kwa sababu familia yao iendelee vizuri. Tokanye minyalokonye. Millicent, hapo ndio unaweza kula. Niposa Yesu alisema, wacheni watoto wadogo waje kwangu. Hapo ndio unaweza kuwasaidia. Watoto wengine wanarebewa at that age. Na kama haijawafikia, feed maneno kichwa yake na vitu za Mungu. Na vitu za zinaleta manufaa na vitu za Mungu. Asikuwe ni mtoto ambaye akitoka. Unajua rebellion inaanzanga kama mtoto ni mtoto kama anataka kukua rebellious utaona. Ni mtoto unamwambia zima TV na unaona mama mimi nataka kuwatch. Mimi sitaki kuzima. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua siku hizi watoto wetu wanatuambia ati wewe ni mama yake na Jaden anakuambia tunaenda kumwambia baba. Mtoto ni mtu ambaye anafaa kuwe kwa authority. Na nikinenea mtoto, hata wewe weka maisha yako, hata kama wewe ni 50 kama mimi, you are still a child. Mama yako anakuita mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtoto. So arrogance is not just it is a spirit. Arrogance is a spirit ambayo huwezi sema tu ati mtoto unaongelesha hata wewe uko hapa, wewe mama bibi ukuongea. Kuna wakati ulikuwa na that rebellion inside you, wakati ulikuwa na grow, and that is why you are still suffering the consequences. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuamuka tu hiyo kitu, because unasikianga wazazi wakisema huyu mtoto wangu alikuanga tu mzuri, na all of a sudden nikitaka kuongeza mtoto amechange. It is a spirit ambayo imepandwa. Na this spirit hii spirit inakuja na pride. Unajua ndio mtu akuje akujivu vibaya, that is pride. Bwana Yesu asifiwe. So it is not rebellion. Pride ambayo iko ndani yake ndio inakuambia sasa huyu mama ananiambia nini? Mama yangu anaweza niambia nini? Baba yangu anaweza niambia nini? Brother yangu hata kama ni kubwa anaweza niambia nini? Ina maana ako na pride. Bwana Yesu asifiwe. Na do you know the owner of pride? Mnajua mwenye pride? Yeye ndiye alikuwa king of being pride. Kile ilifanya shetani wakawachana na Mungu kama walikuwa nafanya kazi, ilikuwa that prideness. Bwana Yesu asifiwe. Mtu pride hataki kubao kwa authority. Mtu pride hataki kuambiwa. Kama iko ndani yako anza kusema tu. Ni kambegu kadogo hivi, lakini ndio inasababisha everything that people are passing through.
Kila kitu mbaya ambayo watu wanapitia inatokana na hiyo pride. Unaona mtoto wako arrogance, hataki kukusikia. Bwana Yesu asifiwe. And kwani shetani anatafuta nini wakati anapanda arrogance ndani ya mtoto wako? Wakati anataka mtoto, unasikia mtoto, wewe ndio mtoto wako anarudishwa shule, wewe ndio mtoto wako hataki kutii, wewe ndio hata wewe mwenyewe hautaki kutii, hutaki kuambiwa, nataka tu uende, uamuke tu uende. The moment you are not obeying to every authority, you have the seed of rebellion inside you, and the pride is really working inside you. Bwana Yesu asifiwe. Hebu imagine this world, kama youths amili ndio wako kwa gereza, economy yetu inaendelea wapi? The generation is doomed. Wazee wamewachwa wagagae na wana that energy. Bwana Yesu asifiwe. So hona, kuna kitu ambayo mwovu shetani ambao tunapigana nayo anaelewa na anajua na amemark na amerecord na wazazi hawajajua. Sisi kama watumishi wa Mungu hatujajua na hatujaelewa. There is this thing called honor. There is this thing called honor. The enemy is working tirelessly, cultivating, ili mtoto wako tu mkupitane, akose kukuhona. Now that is, the Bible is telling us that honor your mother, and I want you to repeat it like loud. The Bible says, yes, honor your father and your mother, that your days may be long in the land the Lord your God gives you. The moment you don't honor tayari, your destiny is cut short. Hakuna kitu kizuri unapata. Mungu mwenyewe ameandika Biblia, lakini hakusema honor Mungu. Hakusema honor Jesus. Because the moment you are going to bow to your parents, utakuwa umeshimu Mungu na Yesu. But this thing is working in a way that watoto wanataka wasihone wazazi. There is a seed of rebellion. Watoto mnanisikia? Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Devil anataka that honor isikue. That is a very powerful word ambao the devil alienda kashika. Na sasa unajua wewe utakuwa natembea nasema si nilimjibu tu mara moja vibaya. The honor is gone. Your days are cut. Your destiny is now ruined. All of us tulizaliwa na blessings. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nini hiyo inakujanga inaziba baraka zako? Then sasa uanze kustruggle. Why are you struggling? Why are you struggling? Why are you struggling? Bwana Yesu asifiwe. At a point in your life you did not honor. Na watoto nawafundisha hii ili mtu akitoka hapa na arudi kwa nyumba. Kama vile haukuwa unaongea na mama vizuri na baba, please enda utengeneze. Tafuta vile utaenda upige magoti uombe msamaha. Mzazi ukiwa hapa na kunapata hii kuingia vizuri katikati yako na mama yako, please, kama bado ni mzima. Juzi nilikuwa nasikia story ya mortuary attendant moja. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ukue alert. Mortuary attendant moja. Na wakati aliulizwa, kwa hii kazi ambayo unafanya, what is the worst experience? The worst experience, yani kile unaonanga ni uchungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na alisema the part ambayo ni uchungu sana kwa kazi ambayo inafanya ni kazi ya forgiveness. Because unaona mtu mama yake amekufa, mtoto yake amekufa, wazazi wake wamekufa, nyanya yake amekufa, bwana yake amekufa, bibi yake amekufa, anang'ang'ana kuomba msamaha kwa mtu ambaye amekufa. It does not work. It will never work. Omba msamaha sahi bado ambao unaona mtu hivi, kama ulisema mabaya, kama kile ilifanyika mbaya, please, kama bado akona mzima na ni today, enda utafute huyo mtu ukaombe msamaha kama anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Alisema it is very painful. Ule mtu ameshakufa, amelala, tunaingiza ndani kwa morgue na mtu anasema nisamee tu. Sasa ana confess kwa mtu ambayo ni maiti. Haleluya. Watoto wanainuka na wazazi wao, the moment je na mabaraka they are not even hurting. Yes, wanaweza kukuhurt emotionally, but this thing is deeper than what you see. Naomba ukaamuke.
Bwana Yesu asifiwe. That thing is deeper because tayari shetani ameingiza yake. You are now not honoring. Honor so that your days can be numbered. Your days will be, even if they will be there will be days of struggling. Yenye hautakuwa na amani, yenye hautakuwa na kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Jachino ngegino molowa, shetani anajua that part ambao imesoma kutuliko. Na so, kile anajaribu kufanya kwa maisha yetu ni ana cultivate vile anaweza weka disrespect kwa watoto. Hiyo ndio kazi anafanya. Ili mzazi akuwe hurt. The moment umekuwa hurt, mtoto wako haja kuona. Na kitu kibaya tayari imeshaanza kwa maisha yake. The number of days hata kama zilikuwa zinaenda kukua 50 successful years, zinakuwa hata 25 horrible years ambayo wanasuffer because he has violated that part. Bwana Yesu asifiwe. So let us work hard to hakikisha kwamba mtoto wako amekuhona. Jaribu sana. Usione kitu inainuka kwa mtoto alafu uone ya kwamba this is normal. Bwana Yesu asifiwe. Ati unaona mtoto amekaa kwa kitu unamwambia songo na anakuambia tayari amekudishona. And the devil, wewe you will see it kama ni kitu kidogo. Lakini the target of the enemy naye amecultivate imefika. The devil does not leave a big gate. Haitaji gate kubwa ili aingie. Haitaji gate ya wizi aingie. Wakati mwingine haitaji hata gate ya pornography ndiye aingie. Anahitaji ka gate kidogo. Akishaingia na kitu moja umemwambia mtoto toka hapa na amekataa kutoka, na pia wewe umemwacha hapo, tayari amefungua gate. Hiyo gate ataingiza masturbation, hiyo gate ataingiza homosexual, hiyo gate ataingiza wizi, hiyo gate ataingiza usherati, all sorts of nonsense. Aianzangi kwa kitu kubwa. Bwana Yesu asifiwe. So parents, let us come up. We are building the next generation ambayo tunafaa tuzibuild kama tuko na Mungu. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. The other day niliambia watumishi wa Mungu ya kwamba tukue na house what? Prayers, services kwa nyumba zetu. Wangapi bado wameshikilia? God bless you. Wake up kwa nyumba yako, watu wasome Biblia, waombe na muombe. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza altar. Millicent, kwa hiyo altar ndio utajua tabia ya baraka. Kwa hiyo altar ndio utajua kama mchana alizunguka mpaka jioni imefika. Wakati mtakuwa kwa hii altar mkiomba utanotice something. Before iende sana utakuwa umeipata. Bwana Yesu asifiwe. You don't need a Owino and Geoffrey ndio hii kitu ifanyike. You only need Junior. You need Junior and you. And more so, you only need you. Bwana Yesu asifiwe. To build a family altar, you need you alone. Wachana na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilirudi nikaweka sherehe nyingine ya kwangu. Because niliona best tuko na altar, we are praying. But nilikuwa naona wengine mara wakuje late, mara wafanye nini. Niliweka saa yetu ni 3 sharp. Tunaomba. Aidha nimepatikana mimi, ada Faidi amepatikana kwa hiyo altar, atasoma Biblia, aimbe damu, the rest wakuja wa console. Mulisoma Biblia gani? Because ile niliona mwingine anataka kuja, akikuja akai sijui bado anataka kufanya nini. Munaenda hapo mnafanya kitu ni kama watu wa mama ya juu kule walitoka na kitu wanataka. Bwana Yesu asifiwe. Before we even eat, hata kama chakula ilikuwa inaiva, tunazima gas, tunawacha chini, tunarudi kwa Mungu. By the way, tunaombea hata chakula yetu kama tu kwa tumekula before ikuje kwa meza kama bado inapikwa. Ili family altars inasaidia. Jenga family altar. Unasoma Biblia. Utimba worship God. Read Bible. Imba damu ya Yesu. Msome Biblia ya mwisho. Muombe. Mungu atawafunika. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuleta excuse ati nani ataki. Nani ataki, wewe you are the priest of that house. You are the priest of that house. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine walitembelewa na watu huko nje. And then wanataka kuleta kwa altar yako kiburi. Please, wewe ambao uko humble, enda pale, piga magoti, soma Biblia, do the process, fanya yote. Ile siku wamekuja wote, wakaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini don't waste time kwa sababu
ya mtu ambaye haujui kule anatoka ama kule alienda. That one soul ambayo amenyenyekea Mungu na watawarehemu wote. But ni vyema kama watu wamekaa wote. But kama hao wote inaweza leta shida, please answer alone. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ataleta the rest. That is my family. Sijasema yako pia ufanye hivyo. Mimi nimekupea tu example. Kama nyinyi mmekubali kungojana mpaka saa 5 saa 6 yenye mnaomba kama mnazinzia pia ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza weka hata saa 1. Unajua hii kitu inafanya kama mtu ako soba. Niligundua kwa prayer ndio shetani anashika watu. Mtu unashtuka umesema kitu ambaye haujui. Just in the name unajikaza kwa kuomba na uko na usingizi. Na ushatusi Mungu na umerudi hapo ujiparo ni lemo. Unafikiria umeomba kumbe umefungua vita na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hadi wanaota na wako hapo kwa altar ya maombi. Umechoka, your day you are drained, umechoka. Bwana Yesu asifiwe. Mfanye hii kitu kama mwingine ako soba. Kile nyeni ni uliambia Mungu God utubariki. Sio God amen. Hiyo ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Muombe kama mko soba. And you are the priest. Bwana Yesu asifiwe. This thing has to work. Kwa nyumba yako lazima utengeneze altar. Wakati shetani anakuja kuattack hiyo nyumba, anaangalia how is the altar in the house. Altar ya hii nyumba iko aje? Imekuwa defiled ama iko sawa? Wameilinda ama iko aje? Kuilinda inakuhitaji wewe. Waache kutafuta watu wengi. They will join you. Bwana Yesu asifiwe. Muombe kama mko soba. Mnasanya kila kitu. Mimi wakati tunaomba hata tukipatana na Sfei, nawaambia tuko hapa, tuko na baba, Gave, Chris na hao wengine, tukishika mkono tunajua family altar inasaidia watoto. Hapo ndio utajua kama kuna seed of rebellion kwa hiyo nyumba. Yaani kuna saa utakaa unangoja watu kujeni tuombe, unaona tu mwingine amekaa hataki kukuja. Unalewa there is something ambayo tayari imekuwa imeshapanda. Bwana Yesu asifiwe. Ati siku nyingine yako sawa, siku nyingine hayuko. So unakuwa family altar inafanya unapata prayer request ya nyumba yako. Utajua how you should pray. Utajua nani utamuombea aje. The way amekuja kwa hiyo altar. Wewe unajua wewe uko pale umeita family altar, but kuna lengo yako. Unataka kujua well-being of this family. How is this person behaving kwa hii altar? Na kama bado wataki, what is the reason? Hizo ndizo sasa vitu unakuja nao wakati umekuja kwa main altar ambao ni church, unaletea Mungu. Kwa sababu familia lazima ikuwe na umoja na pamoja. Yes, kuwa familia ambayo imesambaratika huku na huku. At times vitu zinakuwa mbaya, but sio every day. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah church. There is this land ambayo Mungu anapanga kupeleka watoto wetu. There is this land ambayo Mungu anapanga kupeleka your generation. But the first key to unlock there ni honor. The moment unaona kitu ambayo inaitwa honor iko kwa mtoto wako, my dear, mama yangu, dada yangu, kuja utafute Yesu. Kwa sababu tayari huyu mtoto wako ana kitu kingine. Tayari ameharibiwa. Tayari vitu zake zimeharibiwa. Because Mungu ndiye ametupromise. Promise nyingine tunaenda kupata wapi? Kama hii yenye ametuambia, heshimu your father and your mother so that your days may be and you be blessed in the land ambayo Mungu anakupea. The promised land. Promised land hawezi fika hata kama wewe ni mzazi kama huna honor. Ati you cannot bow. You have to bow. Blessed are the humble. They shall see God. There's no way utaona Mungu kama wewe ni rebellious. Unanasikia sana watoto. Baby winja. Usipoona huyu mama vile unamuona hivi. Alafu kuna kakiburi inapandinga ndani ya watoto. They go to classes, they think they can speak some small English. Bwana Yesu asifiwe. Gin English moko matindo tindo. Some vocabularies yenye unajua vizuri mama hata shika. Bwana ni background yangu ilinitesa, but I was very bright. Bwana Yesu asifiwe. That's why I don't want you to follow that path again. Nataka wewe na hii English yako uende useme pali panafaa. We see people wamegraduate but they are speaking in the dens of Uchanga. Ndio wanasema those English. Kwa sababu gani? There was no honor. They did not honor. Unajua some parents, they are suffering. Ili uende shule.
uende usome Ambo, uende hii KU unaenda hii. Imagine I have stopped everything kwa sababu yako. Mama yako wamestop vitu zingine because of you. Then pia wewe unaenda pale, the devil anapanda the seed of rebellion, of pride. Unarudi ya kwamba unaweza. That is why it is ongetichinitie. Si eti hakuna kazi. Kazi iko. But who should be given these jobs? Rebellious people. Bwana Yesu asifiwe. Wagani watapewa hizi kazi yani? Ule ambao akikuja anaendesha gari anataka kusplash mama yake na maji. Bwana pewe sifa. Ule ambao akidrive gari anaona kwamba my mother should not sit in the front seat, better my girlfriend. Eh? Where? Kidogo kidogo gari imepata accident na ipatikani tena. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ambo, umenunua gari. You have your husband. Your mother is there and your father. Who should be in the front seat? Otek. Who should be in the front seat? Nani anafaa kae mbele? Kila wakati sitakuwa na baba yangu na baba yangu, sitakuwa na utukufu wangu. But sasa nimepanga, hata mimi nimenunua gari, nimepanga kutoka. Na niko na uluta, niko na wazazi wangu. Nani anafaa wakae hapo mbele? And you see, because we are not training the generation, unakuta Seli wangu wako na gari ama Chris ako na gari na anataka bebe bibi yake mbele na mama yake anakaa nyuma. Very wrong. What love? What love? Where is the honor? Did Jesus say you honor your wife or your husband? Who is to be honored? Who is to be honored? My parents. But the moment umeweka boyfriend wako, who are you honoring? Boyfriend. And that is the generation tunalea. Bwana Yesu asifiwe. Ele, unakuta msichana, I see them. Na naona, na ndio maana the generation is rotten in TikTok. Wameisha sana TikTok. Mama unaona kijana ako na gari, alafu mama yake saa zingine huyu mama amekokota pia amepewa tu maneno tingine ati anaambiwa anapelekwa shopping na kijana ako na gari, msichana anaingia kauchi kanajifanya kanaingia mbele anakaa hapo uchi na mama yake ako nyuma hata unapelekwa shopping. Rubbish. Hata umfanyie shopping ya the whole world. Nonsense. Who are you honoring? Saizo amevaa zingine tumbo iko wazi. Unafikiria, nataka uwaze kama mtu ambaye ako sharp, sio kama mtu ambaye tu ako normal. Nataka uwaze, msichana amevaa hapo uchi, kijana ako hapo, Chris ako hapo, ako na kademo kake hapo ako uchi, mimi niko nyuma, wana drive kunipeleka. Nawaza nini nikikaa nyuma? Just hata wewe kama mzazi nataka uwaze. Unawaza baraka? Ha? Millicent, unawaza nini? Unawazia je nini hata kama ni baraka? Boyfriend, girlfriend wabaka amebaa pale uchi. Yes, wamekuambia wanakupeleka out. Lakini ako pale sometimes vitu wanafanya pale. Wewe umewekwa huku nyuma unawaza? Unawabariki? There is something ambayo ina ring. Even if we are ignoring, it is there. Kuna kitu ambayo ina ring mahali pale yenye sio baraka. Bwana Yesu asifiwe. Honor. Because we don't train the generation, tunaogopa watoto wetu kukaa nao chini kuambia kwamba this is not right, this is. Unajua, me I love telling the truth. And I know the truth will set me free. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ikifika pale pa kukuambia ukweli, I prefer you be my enemy. And I want you to be my strong enemy. Sio enemy ya kujaribu, enemy powerful. Because nimekuambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika ya kusema ukweli, nitakwambia ukweli na ukweli itaniweka uhuru. Wewe hutaniweka uhuru, wewe utanifunga. But the truth ambayo nakwambia itakuweka uhuru. Itaniweka hata mimi uhuru. Bwana Yesu asifiwe. It does not make sense. Bwana Yesu asifiwe. Where was this boyfriend ama girlfriend wakati huyu mama ambayo sasa ako nyuma alikuwa anatembea
na mguu patipati ya blue na red. Alikuwa wapi? Ili tu uende shule. Ndio ufike upate gari akae nyuma, huyu mtumishi akae mbele. Where was this girl? Bwana Yesu asifiwe. Haitafanyika kwa hii church. Lazima watoto wetu wataheshimu wazazi. Lazima tutawafundisha the value. Millicent, unajua mimi nafundisha, but wewe kama mzazi uko hapa, you can go and sit with your children in person na uendelee kufundisha hii kitu ipate kuwaingilia sana, ili tupate baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. You see, mwanaume anateseka, baba anateseka kufundisha mtoto. Amefundisha mtoto sasa anawaka. The first gift ananunua gari, amenunulia bibi yake gari aendeshwe. Mama yake hana hata baiskeli nyumbani. At in the name of love. Which love? Ambo. Gari ya kwanza patia mama Diambo. In fact, before you even buy yours, unafaa wazazi wako wakimbie na gari. How do we take honor? What do you understand about honoring? Honor. Hii imepita sasa heshima ya kwamba mama amekuita unakuja. Honor ni matendo. Honor ni action. Bwana Yesu asifiwe. This thing called honor tujawahi fanya hata kwa wazazi. Hatujafanya. How do you honor your parents? Ndiposa utap that blessing ambayo imeandikwa kwa Biblia. How do we honor them? How do we honor them? Unajua wengine tulikuja kwa madhabahu sana tukasahau tuko na wazazi. Bwana Yesu asifiwe. How do you honor? How do you honor? Mimi naona vitu zingine kwa media nasema God have mercy upon us. Bwana Yesu asifiwe. And I thank Nigerians because wengine they act. Unaona mtu mzazi alimfundisha, alienda sijui Abuja, capital city Marijo Nigeria. Ameenda Abuja, sasa amebarikiwa, anarudi nyumbani, anarudi na gari, ati amefanya mama. Tena mama ndio wanatangulianga kuita. Mama I'm home. Ukiona mama vile anatoka na leso yenye mama amefunga, na wewe uko na gari kubwa. That is why si ati homes zinakuanga na laana Judith. Maboma zikuangi na laana. Bwana Yesu asifiwe. Some things do happen because Millicent, nimetoka hapa nimeenda nyumbani kama nimejivaa. Na nimefanya ka shopping nyingine kadogo. Then my mother is sitting down na ananiangalia nasema, Nyathira ni kwa rudi kama na mabaya. So anaendeleanga tu vizuri. Amenona. Na leo tu ndiye amekuja ameniletea shopping. Wakati unatoka unaenda ameangalia vile umenona na kilo umefanyana kubariki ama nakulaani. Si ati boma zingine ni mabofu walikufa mbele zetu. Ni matendo yetu. Umebeba gari kubwa, umeenda nayo nyumbani, unataka kuonyesha mzazi ya kwamba hivi, na mzazi hata hana ushuhuda. Yes, najua some parents by the way, wakati mwingine wazazi pia sisi sijasema sisi ni wazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini how do you honor them? Kuwashtua na surprise hivyo. And then vitu hizi tunafanya hivi ndio tunakuja nao kushtua nayo Mungu pia. Pia Mungu tunakaa tunangoja kushtua Mungu. Nilishapata kazi Mungu. I got a job. Si lazima authorities wajue, askofu na pasa wanajua ya nini. But unfortunately, ushuhuda mbaya itatangulia kufikia hawa watu. Ya kwamba hiyo kazi imeisha. Ya kwamba mlipokuwa mnatoka nyumbani mnarudi Nairobi, accident imefanyika. Ulipotoka nyumbani, umerudi jiji, kazi ambayo ulikuwa nayo imefanya nini? Imeisha. Zingine si ati ukoni mbaya. Hii kitu imeingia deep kwa kuhona. Bwana Yesu asifiwe. Your first fruit unafaa unapatia Mungu. Kile kitu yako mzuri ya kwanza unafaa upatie mzazi. Bwana Yesu asifiwe. The seed of rebellion ambayo inapandwa ndani ya watoto wetu, and unasikia right now we are dealing with the children ambao wamekataa kutoka kwa masturbation.
watoto ambao wamekaa kwa inaitwa pornography. Fuatilia hiyo kitu polepole, kana huyo mtoto ilianza na dishonor, hakuheshimu mzazi. Then Mungu sasa anasema, so kwa vile wewe unataka kufanya vile unataka, ingia kwa masturbation, ingia kwa pornography. Na kama kuna mtoto hapa ambao baada ya kwa pornography, wacha sasa, rudi uombe mama yako msamaha ama baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hiyo ndio chanzo okhonria hona. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haikuji tu ni kageti tu kadogo, and then hasira za Mungu zinakuja nini? Zinakuja zinaingia ndani. Unaanza kufanya vitu ambazo uelewi. What are you doing? Hadi wewe mwenyewe unajiuliza ni nini nafanya? Nafanya nini? Kwa sababu ya lack of honor. Let us respect our parents. Kama bado ni mzima, let us respect our parents. Wakati mwingine watoto wetu hawatatuona kwa sababu hata sisi hatukuona our parents. Hatukufanya vizuri. Lakini sasa watoto wako wataanza kukuona aje? It is very wrong. Mtoto mdogo unasikia anaenda shule, na mtoto mdogo ndio pencil ikipotea bag yake ndio inapatikana. Hata wanajua, watakwambia tuenda kwa bag ya fulani. You are rest assured unaenda kuipata. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi, children are suffering not because they are wrong, but because ya level, yani vile tulishika tukaenda na wao. Wengi tumewa expose kwa internet. Wengi tumewa expose kwa simu. Mtoto ni 5 years old, asapewa laptop, ashakuwa na simu, naingia kwa data, hata ufollow ni nini huyu mtoto anafuata. Nilisikia mwingine alikuwa na confess, tukishaona mtoto ambao ako very bright, ako na future, na tunaona watoto wake wamefungua gate ya simu na vitu kama hizo, tunaingia kwa hizo simu na tunapanda that rebellion. Vitu ana watch, iwe ni cartoon. Kuna cartoons ambazo zilikuwa designed kwa ufalme of giza. Mtoto akiona tu hivyo anaanza kukua wild. Ka spirit kinamuingililia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto akiwatch tu hiyo cartoon, unafikiria ni cartoon na watch, kuna spirit inaingia ndani yake. Do you even check vile what children are doing with the phones tunawabaia? Yes, tuko na pesa, tunaweza wanunulia simu. Tunafuatilia kujua wana watch nini. Bwana Yesu asifiwe. And nowadays watoto wako na habit ya kwamba mchana wanalala na usiku wako on. Mchana utajua hata kama kuna watoto kwa hiyo nyumba, lakini usiku and they are on. Unashangana usiku Mungu aliumba ikuwe saa ya kulala, sisi tumeigeuza imekuwa watoto wako on, very on. Bwana Yesu asifiwe. Wako very on, Judith, very on na walali. Mimi nilianza kuambia wangu mimi, and that is why hata nilikuja na hiyo rule ya kuomba saa 3 to pray. Maybe ikienda mpaka saa 4 ni sawa, ama 30 minutes. Then nakwambia if there is anything ambao unataka ku watch my friend before saa 6, before ikifika saa 6, jukwani ni yangu kwa hii nyumba sasa. Blessings zake zinaenda hata kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Manyumba pia tumewacha bila rules. Hata mtoto tu afanye vile anataka. Hapana. Ati mtoto, hakuna mtoto ambaye ni mkubwa ambaye inaweza shinda mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko serious ya kwamba tunataka kujenga the next generation, lazima tukue alert. The enemy anajua mama kupitia mtoto tu kukaa mpaka asubuhi kumka, unamtuma chini hataki hata kuendea maziwa yenye watakunywa. One parent told me, mimi sina shida hata mtoto wangu akilala late. Nikamwambia why? Ati because akilala hivyo late
Watakapoamuka wanaamuka huko saa 6, alafu wanakula tu mili moja na ni sapa. Pesa anapeleka chama. Sasa huyu vile amelala hivi mili moja amekunywa hii chai, atajua kuosha vyombo? Atajua kutengeneza nyumba? Usingizi inaleta faida kwake. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia wamama sisi? Unasikia pale unachangia? Ati sasa hata wakiamuka watakunywa tu chai, na hiyo chai sasa wakikunywa inakaribia sapa. So hauja. Unaona? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekataa past saa 6 kwa nyumba yangu nisikupate kama iko. Tena ikielekea saa 5 si nimeshaomba. Narudi tu nakaa na study my Bible, nakuja baadaye nakuja kukaa hapo. Nishaanza kuweka my programs kwa TV. Itakubidi utafute vile utaenda kulala. Bwana Yesu asifiwe. Because I have to control everything. There is this thing called family ministry. Parents wameignore family ministry. Wanakuja hapa, we are very powerful servants of God katika nyumba ya Bwana, lakini huduma ya nyumba huko tumeacha. Nani anahudumu kwa nyumba yako? Bwana Yesu asifiwe. This one ministry ambayo watu wameignore, there is family ministry. Well-being ya watoto wako, well-being ya mume wako, well-being ya bibi yako, nani anakuangalilia? Hata kama tunaongelea saa hii right now tuko kwa watoto, ndio main agenda ambayo ilifanya tuko hapa, but I want you to know that there is what is called family ministry. Uwezi niambia uko very powerful hapa na nyumba vitu hazifanyiki sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah church. Amen. If I may ask this one question. Why are you working so hard in Nairobi? Kwa nini unafanya kazi sana yenye hutaki kupumzika? Kendi, ni nini unasema nimeamua hata kwenda kufulia watu? Ni kwa sababu ya Evan? Kwa sababu ya watoto wako? Bwana Yesu asifiwe. Teacher, kwa nini unatembea kwa hii barabara yenye saa zingine umechoka hivi? Ni kwa sababu ya? Kwa sababu ya watoto. But by the sasa zenye unafanya hivi unachoka hivi. Millicent unamuka, unaenda kazi, unarudi, unahakikisha. Where are your kids? Wako wapi? What position? Umeweka kwa which position? Bwana Yesu asifiwe. Yes, we are working tirelessly. Hata mimi ninapokuja kuomba mahali hapa Millicent, I'm praying and nataka nifanye kila kitu venye inapendeza Mungu ili nini? Madhara isije ikapata watoto. I want to be right with God. Hata ninapofundisha hapa, nafundisha in the name, hata kama mtoto mmoja ataipuka hapa, atatoka akiwa sawa. Mano chunya maia kenye nasema. Sijui kenye naendelea na watoto wangu. Lakini my prayer is, kwa hiyo umati ya hawa watoto wote, ama kwa hawa familia yote, kwa watoto, kama Mungu atarehemu mtoto mmoja, nami najua ya kwamba Mungu atarehemu wangu mmoja. Mungu hata wangu aende vibaya. That is why I'm working hard. Wewe unaamuka asubuhi, unarudi jioni. Lakini sasa, we are ignoring wale ambao wanatuajiri. Boss, rudi chini. Rudi. Wale ndio watu wametuandika. Wacha kuenda sana. Long are the days ambao mtu alikuwa anasema, mimi hata kama mtoto wangu hatajua Mungu, mimi niko sawa. You are not sawa. Hauko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati huyo mtoto wako, jana nilikutana na incidents nyingine ambayo karibu inikate matumbo. Sasa inafika saa 6 na watoto wetu wengine hatujawaona. We forgot everything. Tukasema sasa tunakaa chini. Ni nini shetani atakuwa ametufanyia? Watoto watatu saa 6 walikuwa watoke shule. You can imagine. Saa 6 inaelekea. Watoto ni wasichana wangapi? Wawili walitoka tu vizuri kwa nyumba, wameenda kuleta sister yao warudi. Saa 6 na wajakuja, na huyu mkubwa na mdogo wake walikuwa na simu imeenda off. Sasa ni saa 6, sasa tunapiga simu haipatikani. Tell me, are you okay? Saa 6 na ni wasichana. We stopped everything.
Kila mtu amechukua position ya kusii Mungu wenwa. Hata kama tulifanya dhambi. Juu hii haitawezekana. Ina maana hao watoto awanga, we thank God before saa 6 ikielekea saa 11:50 hivi walifika. Tena wakatoa ushuhuda tukashukuru Mungu. But niambie, in that state, mama ya huyu mtoto, kesho hata kama ulikuwa unaenda kazi, umeandikwa kwa bank, umeajiriwa na daktari, unafanya business, ungeenda kama wako? Ungeenda, unaweza enda. Na why are we ignoring them? Because they are our boss. Moja kitu ikimfanyika, hii hata hatukuconfirm wako wapi, tushajua vile tunataka kupambana na shetani. Ile tuachilie. I thank God walirudi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi hata hii message ambayo niko nayo hivi powerful singekuwa nayo ana. Hauondi nango. Singefundisha hivi na ujasiri kama wale watoto bado singejua wako wapi. Because ni watoto wa hudumu hapa. 3 of them hawako. Alafu unataka kuambia watu nini kuhusu watoto sasa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana, your first business is your family. Unapochukua mtoto unamuongelesha, kuna njia mingi za kudiscipline mtoto. Kile ambayo unafanya unatembea ili usishikwe na aibu ni hao watoto. Mwingine hata tungelala tu. Tungetulia. Wazee wanatoka asubuhi hata wanapambana na vitu magumu kwa sababu kuna watoto. Where are we investing? Because of the future generation ya watoto wetu. But wale watu ambao that day when Millicent alikuwa anafundisha, alitupea example. Bwana Yesu asifiwe. Na hii nyumba ambayo ni nzuri, hii building kutoka hapa mpaka pale. Bwana Yesu asifiwe. Alitupea example. Mama, hii wakati huyu mtumishi alikuwa anajenga hii, alikuwa anasema anajenga kwa sababu ya watoto wangu. Na leo hii hao watoto ndio wamegeuka. Wanapigana, mwisho walishauza. Hata mimi nilisikia wameshauza. Koro, why are you working hard building empires which will not last? Hao walikuwa wanafundisha na walikuwa wanajenga, wanasema watawachia watoto wao, na watoto waliweka wapi? Hao watoto waliwaweka wapi? Wakati walikuwa wanafundisha, wanajenga, wana-invest, walikuwa invest hao watoto wakiwa wapi Millicent? Walikuwa wanaonyesha njia ya Mungu. Walikuwa wamekaa wanasema ati watakaa. Sasa hii the energy is waste. Because this one ni kitu ambayo inafaa. Mimi nataka hata nikitoka hapa naenda kujenga. I'm planning to build. Nataka kujenga. I want to invest. Because I am not that one woman ambao nitakufa na niseme ya kwamba hakuna kitu watoto wako wata-inherit. They have to inherit. Na waki-inherit, nataka Chris aki-inherit kitu kwangu, mtoto wa Chris pia a-inherit, mjukuu wangu na wajukuu iendelee hivyo. Because this is something which is asset, permanent. Tukuro kuwa tumezaa watoto wenye wanauza vitu zenye tumeinvest. They don't know how much you have struggled. In the name, we don't tell our children the truth. So we are working in vain, Judith. Hata kama tunakuja mbio, hata kama tunafanya nini, there is that part ambayo tunafaa tuangalie kuhusu maisha ya watoto wetu. At times, mama, I know you are very busy. Tena unajua watoto wako ushawaweka juu ya kwamba wamekushinda. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you one thing. Mtoto wako usikubali kusema ya kwamba amekushinda. Neno yako ambao unanena na mtoto hata kama ni kadhaifu, Mungu amejua vizuri sana iko very powerful kwa maisha yake. Hata kama hatatumia saa hiyo, mbele itamfuata. Kuna wale wanasema mimi nilikaa na mama yangu sikumsikia, lakini kuna pali vita ilifika nilikumbuka maneno ambayo mama yangu alikuwa ananiambia. Na hayo maneno ambayo nilikuwa nakumbuka zilinirudisha nyuma mpaka nikarudi nikapata njia ya kuendelea mbele. What do you tell your children? Wazazi, this is Nairobi, capital city of Kenya. Wakina nani watoto wako wanakuwa involved nayo? Unafungua tu gate, huyo ni jirani mzuri. Kaa tu na watoto wangu. We kaa tu na watoto wangu. Watoto hawakui destroyed kama wamekoma. Mtoto anakuwa destroyed kama bado ako very innocent. Kama bado ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambayo imefiksiwa, mimi kwa hii huduma nimeona. Manake nafanya deliverance. Unasikia hii kitu
ilipandwa kwa huyu mtoto kama alikuwa 7 years, kama alikuwa 3 years, alipewa chakula. We don't sit down with our children tuambia kwamba ni mtoto ambaye akikutana na anybody anaweza kula anything. Not knowing watoto wanakuwa initiated hata kwa chakula. Sio uchoyo. Itakuwa rahisi Millicent. Lazima hii kitu ianze pale kwa nyumba. Ujenge familia yako. Watii. Wakuwe sawa. Ndio everything else ifuate. Inakuwa ngumu. Kama huwezi chukua familia yako na uweke pamoja na uambie kwamba hivi. Unajua you try to make them pamoja hata kama ifanyiki, lakini bado unapelekea Mungu. Until the day it will work. Na it will definitely work. Don't lose hope. Siku ya kwanza maybe imekataa. That's why nilisema family altar, anza, you are the priest. Wewe anza kukaa pale. Sema saa hii ni saa ya maombi ya hii familia, watu waombe. Kidogo kama baada wakuji wewe endelea kuomba Mungu. Meanwhile si ati umestop ile. Endelea na ile, tafuta Mungu. Very soon watakujoin na you will be in harmony. Mungu ambaye ananena yeye anajua kuna nguvu juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Anza na ule ambaye amekubali kukuja pale kupiga magoti. Anza kuwasomea neno la Mungu. Wakati mwingine mimi sometimes when I see people are very busy na najua maana yake, I read the Bible na I worship na imbe damu naomba. And there is also tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. Don't force. Root cause in demonic rebellion kwa wanarika, kwa watoto wetu. Nilisema ya kwanza ni kukosa kukuhona. Hona is guaranteed ya kwamba iko na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pewe sifa. Si umesoma hiyo Biblia ambapo inasema ya kwamba honor your mother and mother. Ijasema honor God or Jesus. Because Mungu anajua pale baraka iko. But then adui ambao tunapigana nayo anaelewa ya kwamba these people I want to rob their destiny. So I want to instinct the spirit of arrogance ndani yao. Mzazi ambaye anaokoka anajua mtoto ambaye ako possess na mtoto ambaye ni castrate ndio inamsumbua. Kuna mtoto ambaye ako possess ambaye hata wewe ukiangalia hivi ukianza vitu wewe ndio utapigwa hapa. Unasema hapa I need God. Nahitaji Mungu aingie nisaidie kupiga hii vita. Siwezi piga hii. Unahepa mtoto nikana kwamba you do know sometimes mtoto ambao umezaa anaweza sema jambo na uangalia na ujifanya kwamba hujasikia. Si ati hujasikia. Umeisikia na umeisikia vizuri. But Millicent, you are going to act on that thing because umeiona kama it is not normal. It is not right. Kwa mtoto ambao umezaa kuanza kukuongelesha vitu ambazo haziko. Bwana Yesu asifiwe. It is not okay. Si sawa. Bwana pewe sifa. That's why we are here. Ili kitu Yesu anatuambia kila ambaye hakupanda yeye atang'oa. Na alisema wewe ndio you are the priest of that house. Wewe ndio unafaa uangalie ni nini kizuri inafanyika ama ni nini mbaya inafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima kitu kizuri itokee. Tusiogope watoto ambao sisi wenyewe ndio tumezaa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoona ya kwamba kitu aendelee vizuri, sasa hii ndio saa ambao pia Yesu pia ametupea kibali, anasema kwamba leteni njooni nyinyi ambao mumelemewa na mizigo ambayo ni ya dhambi, ambayo ni watoto wetu, ambayo ni familia zetu, ili mimi Mungu nipate kuchukua hizo mizigo. So that one is what we are getting from, tulisoma nini, Exodus 20:12 ambayo inasema ya kwamba honor. So when you are not honoring them, now Mungu anapea vultures kibali ya kukuchukua na zaidi ya yote ungolewe macho, yani wewe ukue kipofu. That is why chochote ambao utafanya utakuwa unafanya blindly. Utakuwa na masturbate blindly. Utakuwa na watch pornography. I don't understand kama mtoto kama rika huyu ya baby anakaa ana watch pornography just even for 5 minutes. Ina maana huyo ni kipofu, ni mtu ambaye Mungu ameshachoka na yeye. Because kama wewe ni mtu ambayo Mungu bado anakupenda, haizi akakuacha. If you see that content unapita ni kama hutaki kuiona. Lakini kwa sababu you have dishonored your parents. Have you imagine? Most of us we are suffering those sufferings.
kwa sababu hatukuwaheshimu. So sehemu gani wewe ulitupwa na mimi? Are you comfortable wazazi pali tuko? Bwana Yesu asifiwe. Na if you are not comfortable, what are you doing in the lives of your children ili wasije wakapitia hiyo hali? What are you telling them? Unawaambia nini? Wakati unatoa mtoto ya kwamba yes, unamwambia tunaoga tunaenda church. Akisha kuja church alafu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Launa wengine wanakuja church na from service ianze mpaka baada itaisha, yeye kazi yake Asha amefanya. Huyo tu mtoto tu mmoja. Yeye ndio Asha amefanya kazi yake tangia watu waingie mpaka watu watoke. Lakini umejaribu umemwambia kuje church kufanya nini? Kusumbua Asha. What are you telling them wakati wanavaa nguo wanakuja church? Church tunaenda kufanya nini? Wazazi tuko na kazi kubwa. We have a very very big. Tuko na kazi kubwa. Watoto watasikia lakini sisi ndio tuko na kazi kubwa. Yaani mtoto wako ndio kazi. Asha akitoka nje ni yeye, tena anarudishwa, tena yeye ukitolewa kwa hii kona nyingine bado tu ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. And unaona kenye Biblia inasema itafanyika kwa kile wengine ilisikika Rama kama mama walikuwa wanalilia watoto wao. That is your lineage. Bwana Yesu asifiwe. Yes, ameshafika pale shetani alipata mwanya ni sawa. What are you doing? Are you also happy? Ni ndo mapinyiruma ler. Bila kuamuka useme ya kwamba hii saa nataka kuamuka saa 6 for 1 month kwa sababu ya Kristo. Nione kama Mungu atashindwa.